jana kabla ya mchezo mmeonekana mkitambiana wewe na Mediali. Kisema kwamba leo mnaingia kama mazombi. Je, ile kuingia kama mazombi imefanya kazi leo? Simeiona, kwanza mjaiona hiyo. Wewe wakati unatoka nyumbani sio unategemea Fountain Gate anakula chuma 10 hapa. Sema tu ukweli wako tu, nafsi yako. Sio kwa inaamini hivi. Ndio. Lakini wameshinda ngapi? Kwa sasa ile ndio mazombi ambayo tulikuwa tunaizungumzia. Wao waliamini kwamba leo mfungaji bora atapatikana kwenye hii mechi. Sijui goli 12, sijui goli 10, sijui goli 8, lakini goli ngapi? Na sio kwamba sisi hatujafika golini kwao, tumewashambulia vibaya sana. Ni vile tu kwa sababu tulikuwa tuna madhaifu kidogo, wachezaji wetu wamecheza wakiwa wagonjwa, wengine wanaumwa na vitu kama hivyo. Stress ya kuona wenzao kwa jukwani hawana vibali ndio imepelekea huu mpira ambao tumecheza. Lakini ukitizama numbers, Simba hajatuzidi sana leo. Achilia mbali magoli matatu ambayo wameyapata. Lakini ukitazama numbers, statistic, nani kapiga mashuti, nani kapata kona nyingi, uwiano wa kimchezo, tulikuwa tunakwenda sawa sawa. Kilichosababisha tusipate goli ni kwa sababu tu tulikuwa na hiyo changamoto ya mapungufu kwenye kikosi chetu, na ndio maana matokeo yamekuwa hivi. Lakini wasifu vijana wangu, ni wasifu na niwapongeze wachezaji wetu, wamepambana kiume. Wameonyesha madhaifu ya mpinzani yako sehemu gani. Yaani tulichokifanya leo ni kama kuuza kodi kwa timu ambazo bado hazijacheza na Simba. Lakini wao walikuwa wanadai kwamba walikuwa wanafanya tu kama mazoezi wakijiandaa kwa ajili ya mchezo wao. Kama ni mazoezi sawa. Mazoezi vile. Elia Mpanzu yuko ndani kibisawala. Alafu hajacheza leo. Si unajua unaona aliama upande, ulikuwa unafuatilia mechi. Alianza winga kushoto, alikutana na kijana mmoja anaitwa Shomari Mponzi. Akutembea. Akaenda upande wa Lamela. Kule nako alikutana na Kashikashi, lakini ndio hivyo tena. Akaja Kibudeni si upande huu wa kulia pia kwa Shomari Mponzi. Akafanywa mabadiliko. Kwa hiyo tumeonyesha aina ya timu yetu ilivyo na aina ya quality yetu. Kuna mchezaji kavaa jezi namba 8, anaitwa Elie Mokono wa Kaso Eldinho. Ulimuona yule? Alifanya vibaya kweli katikati. Ule ndio mfano wa aina ya wachezaji ambao sisi tuko nao, ambao bado wanasubiri waingie kwenye mfumo ili wacheze. Unataka kutuambia wachezaji ambao wako nje bado hawajapata vibali ni wana uwezo kama ule? Ni kuingia kwenye mfumo. Yaani vibali sisi ni swala siku moja tu. Waingie kwenye mfumo. Yaani uwezo wa Eldinho wa Kaso ndio level ya wachezaji wetu kwenye timu yetu ilivyo. Kwa hiyo tutaonyesha ubora wetu. Siku sio nyingi kwa sababu issue yetu ya kufungiwa imeisha, FIFA shatufungulia. Kilichobaki sasa ni FIFA na TFF kuweka mambo yao sawa ili tuingize wachezaji wetu kwenye mfumo, ili tuanze kuwaonyesha watu kwamba Fountain Gate hii ndio Fountain Gate ambayo inatakiwa kucheza ligi kuu, sio kuja kucheza hapa tujatimia na watu wanatufunga magoli machache tena kwa bahati mara sijui kona mara nini. Tutatimia. Alafu tutakutana nao tena kwenye round ya pili. Wataona namna gani system yetu ilivyo. Ni mchezo wa pili sasa mkiwa mmecheza katika ligi kuu ya NBC, lakini michezo yote mmepoteza. Lakini yote mmecheza ugenini. Unawaambia nini wana Manyara kwamba timu yao itakuwa bora, haitopata shida kama ilivyokuwa msimu uliopita hadi kucheza playoff? Timu yao itakuwa bora, wasio na mashaka, wasio na wasiwasi. Changamoto inajulikana, sio kwamba hatujasajili. Changamoto inajulikana. Kwa hiyo utafika wakati wataiona timu yao. Uzuri timu wameiona kwenye mechi za kirafiki. Wanajua watu wa Babati wanajua kwamba Fountain Gate ina wachezaji wazuri na ina wachezaji bora. Hiki kichangamoto tu hiki cha kimfumo ndicho ambacho kimepelekea tupoteze hizo mechi mbili ambazo bado unajua ligi bado mbichi. Na tumeanza na Simba. Unajua tumefungwa na Mbeya 6 afu tumefungwa na nani? Na Simba. Kwa hapa mbele kuna watu wanakuja hapa, tutalipiza tu kisasa, tutalipiza tu, tutabutua watu hapa na tutakaa sawa. Kwa hiyo mnawaambia nini wapinzani ambao wanaokuja kwamba watakuja kukutana nacho katika mechi zinazofuata? Wajiandae kisaikolojia, tunakuja kusahihisha makosa ambayo tumeyafanya kwenye hizo mechi mbili ambazo tumecheza. Kwa hizo mechi zingine hamtoingia tena kizombi kama ilivyoingia. Kizombi style inaendelea. Hiyo kuangangania watu tumeintroduce tu hapa, inaendelea zombie style. Tutakwenda kuangangania watu kwa mbele ya safari. Kaeni tu mtulie, mtatuona tukionyesha hiyo staili yetu ya kizombi kuangangania watu na kuwatoa watu damu pale ambapo tutakuwa tunakutana nao. Watu wengi wamekuwa wakisema kwamba Fountain Gate anapokuwa anakutana na timu kubwa wanakuwa wanakamia na wanaonekana wakiwa wanacheza vizuri. Je, msimu huu unawaambia nini hao ambao wanazungumza hivi? Ule mpira tuliocheza hapa ni kukamia? Tuongee tu uhalisia. Watanzania pia wanaona. Tumekamia pale. Sio kabisa, mipira inapigwa kwenye njia, passes zinatembea, watu wanatengeneza formation na kwenda tunashambulia, tunarudi tunajilinda. Hatujakamia. Hata Simba wenyewe wamefurahia kucheza na timu yetu. Kwa sababu tumecheza kimfumo. Yaani unaona kabisa wanacheza na timu ambayo imefundishwa.
kwamba hapa hii timu ina kocha kwenye uwanja mazoezi, anatengeneza mifumo na wachezaji wanakuja uwanja mazoezi, anatengeneza mifumo na wachezaji wanakuja kufanyia kazi ile mifumo kwenye uwanja wa mechi. Kwa hiyo wana Manyara watarajie kukaanga chips kutoka kwa yeye Mkoko. Sana. Yaani watarajie kuiona timu yao ikiwa kwenye mbio za ubingwa. Hilo nawahakikishia. Asanteni sana. Msimu uliopita ulituambia hivyo hivyo kwamba mkasema mpewe kombe lenu, lakini mwisho wa siku mkaonekana mkacheza playoff. Vipi na msimu huu? Wazungu wanasema time will tell. Si ndio? Tunzeni lisiti yangu. Fountain Gate itakuwa kwenye mbio za ubingwa msimu huu. Hii tunaitunza hii sanduku. Itunzeni lisiti yangu. Itunzeni lisiti yangu. Asanteni.